Hello, habari. Karibu Capital Connect, kipindi kipya kabisa kinacholetwa kwenu na udhamini wa Alpha Capital. Utakuwa nami kwenye kipindi Festus, lakini pia nitakuwa na mwenzangu ambaye atajitambulisha. Naitwa Jacqueline Frederick, ni mchambuzi na mtafiti wa masoko ya kifedha Global Alpha Capital, na Global Alpha Capital ni wakala wa uwekezaji wa DSE na masoko yote ya kifedha, na ni mshauri wa masuala mazima ya uwekezaji. Okay, asante Jacqueline. Leo topic yetu hasa itajikita kwenye umuhimu wa masoko ya mitaji na dhamana, lakini pia tutaongelea zaidi Alpha Capital ni kitu gani, lakini pia Capital Connect ni kitu gani, inakuja kufanya nini kwenye mazingira yetu ya hapa Tanzania. Kwa hiyo ningependa zaidi nimuulize Jacqueline. Jacqueline, Capital Connect ni nini? Capital Connect ni program mahususi ambayo Global Alpha Capital wameanzisha. Madhumuni makubwa ni kujenga uelewa wa, tukisema sasa haya masoko ya mitaji, tukisema hisa bond, je ni nini? Kwa hiyo tunajua moto wetu wa Global Alpha Capital ni kudemocratize finance, kufanya hata mtu ambaye hajasoma mambo ya finance na business basi aweze kujua the practical guides za kuingia kwenye haya masoko. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba tunaenda kutumia lugha nyepesi ambayo haina jargon nyingi, ambayo itamfanya msikilizaji apate uelewa wa moja kwa moja kuhusiana na masuala ya masoko ya mitaji na dhamana. Ndio? Asante sana. Sasa Jacqueline, watu wengi wamesikia neno Alpha Capital. Ndio, wamesikia Alpha Capital. Sasa wengi hawajui ni kitu gani. Kwa hiyo naomba kidogo utuambie kwa kifupi sana Jacqueline, Alpha Capital ni nini na unahusika na kitu gani? Okay. So kama kampuni Alpha Capital ni wakala wa uwekezaji wa Dar es Salaam Stock Exchange, lakini pia hata kama unataka kununua hatifungani bonds nazo tuna facilitate, lakini pia tunajua kuna mifuko ya uwekezaji. Kwa kipekee Alpha Capital wana mfuko ambao ni sharia compliant, unakidhi matakwa ya dini na sheria za dini ya Kiislamu ambao unaitwa Alpha Halal Fund. Lakini pia kwa namna nyingine tuliamua kutengeneza customized service kwa ajili ya wateja wetu ambao ni huduma ya kimkakati ya kumfanya mwekezaji apate matokeo au return, faida competitive na high compared to the normal ones ambazo tunaziona kwenye soko. Kwa tunaita portfolio management services. Kwa hiyo kwa lugha rahisi kwa mtazamaji na mwekezaji anayetazama hii program maalum iliyoanzishwa na Alpha Capital aweze kufahamu kwamba Alpha Capital stock broker, investment advisor, fund manager na portfolio manager. Okay, asante sana. Sasa hiyo ni briefing ya Alpha Capital Jacqueline. Nataka turudi kwenye big topic ya leo, ndio? Yes. Topic yetu ya leo nasema umuhimu wa masoko ya mitaji na dhamana kwa Tanzania, lakini pia kwa Mtanzania mmoja mmoja. Maana yake hatuangalii nchi tu kwa pamoja, lakini bali tunaangalia ule mnyororo wa thamani mpaka kunifikia mimi Festus, wewe Jacqueline. Democratizing finance. Yes, okay. So haya masoko ya kifedha ambayo ndo ndani yake tunaona ya hisa na hatifungani yanaweza yakamnufaisha kwanza mtu binafsi, kwa sababu sisi tuna serve watu binafsi na mataasisi. Okay. Kwa hiyo taasisi inavyokuja basically inataka ku raise fund for its company. Kwa wao ndo wataingia kwenye tunaita kitechnical tunasema initial public offering. Okay Jacqueline, umesema kampuni. Ninafikiri si wanahitaji pesa nyingi zaidi kampuni ikitaka kuja ku raise mtaji. Je, wanaweza kupata huo mtaji? Mtaji unapatikana, ndio hizi hamasa ambazo tunazijenga watu kufahamu haya masoko ili kusudi wazidi kujitokeza, na hii masoko mazima ya kifedha ambayo ni injini mojawapo ya uchumi wa nchi iweze kuendelea kufanya kazi vizuri. Na kipekee Capital Connect haijagusia sana kwenye upande wa mataasisi makubwa. Inataka imlenge sasa yule individual person, individual investor, ajue namna gani anaweza akaingia kwenye haya masoko. Okay, twende kwa hiyo
mtu mmoja mmoja. Capital market au masoko ya mitaji na dhamana inamsaidiaje mtu mmoja mmoja? Okay. Yes. Cha kwanza kabisa ni inakusaidia kukujengea nidhamu ya utunzaji wa fedha. Okay. Sasa umeshakuwa na saving yako au umeshapokea hela, kile kiasi ambacho uko nacho, ni jinsi gani unaweza ukakikuza. Ndio. Na ni jinsi gani unaweza ukapata urahisi wa kutengeneza fedha bila kuhitaji kutumia nguvu kazi, kufanya kazi. That's one. Kwa sababu ukiingia kwenye haya masoko kifupi kabisa unaifanya hela ikufanyie kazi wewe. Lakini pia tunajua kuna ishu ya mambo ya mfumuko wa bei na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi leo hii Festus nikaamua niingie kwenye masoko ya mitaji na dhamana. Maana yake hela yangu inafanya kazi, wakati huo mimi nimerelax, niko beach, nafanya mambo mengine. Yes, yani sasa hivi umepata 500,000 yako Festus. Ndio. Mimi na uhakika ukija Global Alpha Capital, tutakaa na wewe, tutaevaluate objective yako, risk tolerance, tutasema bwana wewe chukua hisa au chukua bond. Lakini pia ile hela unavyompa mtu wa hisa, tayari ile kampuni uliyoichagua ndio inayokufanyia kazi. Ndio tunakuja pale kwenye lengo la tuna connect sasa umuhimu wa masoko ya mitaji na hii program. Tuko hapa kukuelimisha sasa unavyoingia uingie wapi. Lakini kwenye upande wa umuhimu ndio unakuza, unafanya ile wealth creation. Okay. Kwa haraka maana tumesema umuhimu wa masoko ya mitaji na dhamana. Kwa haraka kabla tujaenda kwenye part nyingine, unitajie kwa haraka. Ni product zipi zinapatikana kwenye masoko? Okay. Tukisema tuyagawe kwa ukubwa wake ni ziko kwenye kategori 3. Okay. Kwamba tuna equity ambayo ni masoko ya hisa ambayo hapo tuna makampuni mengi ambayo yamejiorodhesha. Okay. Kwa hiyo kikubwa ni kujua ni kampuni ipi iko vizuri kwa ajili ya uwekezaji. Alafu kuna product nyingine? Yes, ambayo ni bond, hatifungani. Hatifungani. Ambazo kuna za serikali na kuna za makampuni binafsi ambazo tunaziita corporate. Corporate, okay. Yes. Na product nyingine? Funds, collective investment schemes. Tumeshasikia kwamba kuna fund tofauti ambazo kuna UTT, kuna Timiza, kuna na sisi kama Global Alpha Capital Limited kipekee tunayo sharia compliant fund. Okay. Nafikiri mimi nilikuwepo wakati ule inaanzishwa mwaka 2024. Nilimsikia Sheikh Mohamed akiwa anasema Wasifka pia walisema ni moja kati ya fandi ya kwanza kabisa Tanzania. Nafikiri na EIC kabisa. Yes. Kwa hiyo Alpha Capital wameleta product ambayo ni ya kwanza zaidi kuwepo, na ndo tunatia mkazo kwenye kutia elimu, maana bado kuna sehemu ya soko au sehemu ya Tanzania ambao tunashindwa kuifikia, wakiamini kwamba masoko yetu yanaenda kutoa riba wakati tuna product mahususi ambazo zinatengeneza faida na zinafuata misingi yote ya sheria compliance. Okay. Kwa haraka umuhimu mwingine wa capital market? Okay, tumeongelea kwamba mtu anaweza akaingia akakuza pesa yake, lakini tumesema pia kwa mataasisi wanapata hela ya kuendelea kuendeleza biashara zao, kufanya uwekezaji mkubwa. Kama ukichukulia mfano mabenki, kwa hiyo watekeza kwenye core business system kama kwenye IT system zao. Lakini pia unaweza kukuta hata wizara mbalimbali zinachukua pesa kupitia government bonds kwa ajili ya kuendeleza shughuli labda za nishati. Kwa hiyo tunakuwa sehemu ya kuendeleza gurudumu la ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo hapa tunoti kwamba capital market au masoko ya mitaji na dhamana yanatusaidia sisi kama individual, kama mtu mmoja mmoja, lakini pia inaisaidia serikali. Umesema kuna capital kwa makampuni yana raise capital, lakini serikali inaweza kutengeneza project zake tofauti tofauti. Lakini mimi ni mfuasi na napenda kufuatilia. Nafikiri hata kuna mradi mmoja wa maji umetengenezwa Tanga, ilikuwa nafikiri ni bond, sio? Yes. Lakini pia kwa mmoja mmoja umesema atawekeza kwenye hisa, atawekeza kwenye nini, na maana yake anapata, atanunua vipande, atapata magawio. Lakini pia ile tofauti kati ya bei ya kununulia na kuuzia ni faida tosha sana kwa mwekezaji. Wanapenda kuita capital gain, sio? Yes. Tumeona bei ya CRDB inavyokimbizana huko sokoni, tembo anamuita wenyewe. Yes.
Mambo ndo haya.